Jamani, nyumba yangu jamani, nyumba yangu mkwaju unanitafuta na nyamaza kwanza. Mashamba yangu manizulumu leo unanichomea na nyumba yangu. Ndio mkwaju. Wewe unamtafuta nini lakini mkwaju? Wewe unatafuta matatizo. Mimi kuchomea nyumba yako kwa nini? Hayo matatizo mbaya kweli wewe. Mpaka kuchomea. Tondoke. Chomea nyumba yako mimi natafuta nini? Mama bora napenda Tondoke. Kaka nisikilize nini? Tondoke. Oya. Sasa ina maana sasa hivi ninaonekana kwamba ili tukio kweli kalifanya mkwaju. Mkwaju na watu. Kwa hiyo sisi kilichotuponza kuja kuangalia tukio au? Sasa aondokeje sasa? Kwani tunaondoka kwa sababu ya maneno yako? Hakuna. Ni vipi? Hata kuna mtu amechoma nyumba yake moto hapa. Hebu tusikilizane basi hapa. Anapaniki nini sasa? Analeta vitu vya Ongea mkubwa. Mambo gani mnafanya sasa? Anapaniki huyu. Mama, nimesikia unamtaja mkwaju ndio aliochoma hii nyumba. Kwa hiyo nikuombe tu chukua hatua za sheria. Mimi ni mjumbe wa kijiji. Au sio bwana? Mimi ni mjumbe nikiwa kama mjumbe wa kijiji, unatakiwa uje pale serikali ya kijiji kulishughulikia hili jambo. Kama ni mkwaju kweli kakuchomea, itajulikana kule. Kama kakuchomea. Na najua na uchungu sana, lakini vumilia, na ndugu wananchi wengine ambao wenye uchungu. Naombeni hebu vumilieni. Baada ya kuchomwa nyumba hii, kwa hali hii, anaweza mtu mjanga jingine likatokea hapa. Kwa hiyo naomba tu watulivu. Sawa? Tunaelewana wananchi? Ndio mama angekufa angekuaje kwa mengine. Naongea tu hapa namna hii. Angalia misura yake kufanya jambo. Huyu ni mnyama mkubwa sana. Huyu mzee na wao wanashirikiana. Kwani akimbia nani? Kama hao amnaambi kitu. Huyo mkwaju, mimi kama mkwaju mifimbo. Wakau. Nani na shamba yangu kanidhulumu sijui nini. Tumeshaambia huko ndani kwamba ushahidi wote haupo. Wewe una ushahidi gani kama mume wangu yote anayafanya? Kwani unapenda sana kuongelea mume wangu wewe? Wangu. Nisikilize, kama hukumu ishatolewa ndani, makelele. Mume wangu kazoea. Hawezi sana kuongelea hivyo. Mimi sitaki tena kelele. Swala lishaenda kwenye sheria, nimechalani sasa na kupiga kelele kwa ajabu. Bwana amezoea sana. Tokeni. Nimezoea, amezoea. Kama unakuwa unaongea wewe tu. Umechomea kila kitu labda unafanya Wakau mkwaju akanitambua. Kama yeye mkwaju. Kama niko kupigizana naye kelele yule mnamuona kabisa mwendazimu yule. Hivi ana akili timamu, mwenye akili timamu anaanza kupigizana makelele kama vipi? Haina haja kulalamika. Kama jambo tayari limeshazungumza limeeleweka, cha msingi ni kufuata sheria inavyotaka, na kufuata sheria utapata haki yako. Lakini kinachotakiwa ni kupata ushahidi ambao umekamilika, basi haki yako utaipata. Tapata wapi? Hapa ndio mwanzo kuipata mimi sheria. Mpaka leo unapia kusema utaipata wapi? Sasa nasema hivi, nyinyi mmekula rushwa. Sasa wao rushwa serikali imekata, mimi ninaenda mbele na kata rushwa, mtaona mwana. Nachokwambia ni kula kani rushwa. Mimi mwakao mpaka najua mnakula rushwa. Mimi naiona. Serikali imekata. Sasa nataka mtakabua makao. Yaani mpaka nakutafuta mwanangu. Mama. Lakini naona hapa kuna wawili sasa mmekuja wote. Labda nikutambulishe hapo kwa haraka. Kukaa hata baadaye tukaongea. Ila kwa ufupi tu, huyu ni rafiki yangu. Tunasoma naye. Mambo mengine tutaongea. Karibuni sana. Asante mama. Lakini ungewahi jana wewe. Ungekuja kumzika mke wa mkwaju. Mama, nasema mke wa mkwaju yule mfano. Tumezika jana.
sababu nimefika. Kesho nitaenda kuwaona. Haya. Na Kivuruge vipi kwanza? Kivuruge jina lenyewe. Si unajua Kivuruge? Katoka hayupo. Nina mdogo wangu Kivuruge yule ambaye nilikwambia na kuonyeshaga siku zote. Yaani ni hatari. Mama. Na baba yako katoka naye. Tenda wapi baba? Katoka kidogo tu mchana. Yule naye itakuwa ni pombe yule. Odi. Karibu. Mwenyekiti nimemkuta? Hapana, ametoka. Au huyu mwenyekiti mimi ananiweka kwenye kifungu gani au kwenye lengo gani? Sijui. Mimi sio raia wake. Raia wake Mkwaju, si ndio Mimi naleta malalamiko yangu kutoka kwa Mkwaju. Mashamba, kanidhulumu, mpaka nyumba kashaniingizia moto. Naleta mashtaka hapa kwa mwenyekiti ili apate kunitetea mimi, anakwenda kumtetea Mkwaju. Si ndio? Mimi tutakuelewa. Shut up! Siongei na wewe wala usinipate kifuani. Naongea na wazazi wako. Shamila, chukua pombe uingize ndani. Aingiza ndani vyombo hata miguu, kila kitu, lakini ninachosema mimi hapa nimekuja hapa kwa mwenyekiti. Nasema nataka haki yangu. Mimi hayanihusu hayo. Haikuhusu nini? Kama mlikuwa mnavitendea vyeupe, mlikuwa mvijui. Sasa mmevipata sasa vyekundu vinaharibu nguo. Nataka haki yangu. Kama pa kuungua moto hapa kama sijapata haki yangu mimi. Hakuna mwenyekiti wala nani. Mimi hayanihusu. Hayakuhusu, yanakuhusu. Unanenepeana tu. Kula vitu vya watu mshua. Ala. Ni mwakao. Kaka. Mimi akili yangu hainipi kabisa. Na kidonda changu mimi bado kibichi kabisa. Nikikaa nikikumbuka ule muda ambao nipo hapa na shemeji yangu. Muda ambao ananipikia chakula, ananipikia chai na hata muda mwingine tunafuatana tunaenda shambani. Mimi akili yangu hainipi kabisa kama shemeji amekufa kwa ahadi yake. Mashaka. Mambo uamini hivi. Mimi hata vitabu vya dini vinasema kila nafsi itaonja mauti. Huo ni wakati wake umefika. Inabidi tukubaliane na hilo. Sasa kaka, kama kila nafsi itaonja mauti, mtu aonja mauti kulingana na ahadi kweli aliyompangia Mungu. Lakini kama mtu anakuwa amemsababisha kuonja huo mauti na aliyesababisha wewe unamjua, hivi unavyofikiri hapo unasubiria kitu gani? Mashaka mdogo wangu, ni mapema mno. Wewe unajua hili janga tangia limetokea haujapita hata muda mrefu. Leo tuanze dhana kusiji nani kumshuku nani. Hivyo vitu wewe naomba viache kwanza. Naomba kuwa na subira. Sawa, subira. Lakini subira mpaka lini? Mimi naomba tusubiri kwanza. Niambie basi tufanye subira mpaka lini? Nisikilize, sawa. Hili jambo halihitaji subira. Hili jambo linahitaji mimi na wewe tuweze kushirikiana namna gani ya kuweza kufanya. Lakini sio niambie swala la subira. Hili swala la subira hapa inatokea wapi? Sio kama mimi hivi ninakwambia yuko ndani ya taswira ya macho yako. Hata mimi pia yuko ndani ya taswira ya macho yangu. Nani asiokuwepo ndani ya taswira ya macho yake? Sana kuomba. Sasa hivi tutulie kwanza. Muda upite tutajua. Lakini kwa sasa hivi naomba tusitengeneze dhana hiyo. Naomba nikuulize swali. Tusubirie muda upite mpaka lini? Mimi nafikiri kaka utakuwa unataka kichawi. Na kwa msingi huu, kwa maana moja au maana nyingine, mimi nasema hivi, sitoweza kukubali mpaka niweze kujua hatima ya hili jambo linafikia wapi. Na wewe kama utabakia hivyo, mimi nina mashaka na wewe. Nahisi wewe utakuwa umemtoa mkeo wewe kikoa. Ana umemletea mama? Mimi nitaka tu nikwambie kwamba ndio nimekuja kumtambulisha mwenzangu. Aha. Lakini pia tumekuja kujilia fili. Basi vizuri sana. Na ulikuwa unasema kwamba mlikuwa naye chuo? Huyu nimesoma naye. Na wote tunasomea dokta. Basi vizuri sana. Kwa sababu nini? Nimeshasomana zile tabia zile. Tumesoma tunaweza mkadumu. Kwa sababu vijana wa sasa hivi ndoa zao miezi 6 tu
Kisha ondoka. Talaka 3. No, sio kama sisi kipindi kile. Unakwenda kuoa yaani unaambia kaoe unaoa mtoto wa mzee Mchopanga pale. Bila kumuona sura yake ilivyo. Mimi mama wangu kalikuwa kadogo eti mama dogo. Deme wangu. Kalikuwa kadogo. Lakini mpaka hizo sasa tunajukuu na nini? Sababu ya hekima. Kila mtu ajue majukumu yake. Kila mtu ana wajibu wake. Kwa mume ana wajibu kwa mke na mke ana wajibu kwa mume, basi. Kwa hiyo hivyo tu. Alafu kwa swala jingine hili la Fifi, unatakiwa ukamuone. Labda mimi nikutoe wasiwasi mwanangu. Kwa sababu ni sehemu hapa ni nyumbani. Ndio. Na wananifahamu vizuri. Na ni sehemu ambayo waga nikija likizo huwa najaribu kutoa msaada, ushirikiano kwa namna moja ama nyingine. Mimi na imani kabisa kwa ile ombi langu ambao nitawapelekea. Sidhani kama wanaweza kunikataa. Sisema hiyo matatizo. Hiyo tutakalo. Lakini kwa vizuri sana kwa nishauri. Hata hivyo sasa si mbaya. Sawa mzee wangu. Bwana. Mimi hivyo tu matatizo. Mama Domi. Deme wangu. Sisi chakula bado. Hadi tunamalizia kidogo hapa, kuna mboga nyingine. Yes, uma mpaka zina nini? Ndio naleta. Leteni hicho chakula bwana. Haya. Kwa hiyo ndio hivyo. Shikamoo. Sitaki shikamoo yako. Kama shikamoo mali, naenda kaipange mafungu ukauze. Lakini mimi si nimekusalimia wewe. Tatizo sina haja kunisalimia nini? Sasa nisikilize hivi. Sawa. Nakusikiliza. Katika kuwatania watu wote, watania wao lakini usinitanie mimi. Mimi nakuchezea na ukitaka kuniua niue. Unajua mimi nitakuumiza wewe. Niumize na nitakupasua wewe. Nipasue. Nikate kabisa na kufa kwa laji. Pasaka. Niache! Sasa wewe watu wagombana wanaangalia. Mimi sawa. Haya ni matatizo ndugu yangu. Unaelewa? Haya ni matatizo. Wewe mwanangu, unapita ugomvi hapa hata kumalizia unashinda ndugu yangu. Umeshaka achana naye. Mashaka sasa mtu wako haya ni matatizo ndugu yangu. Haya ni matatizo. Sawa. Wewe si umeona watu Si umeona watu tena naye ndugu yangu. Basi ameisha. Na nitakutafuta. Nitakutafuta. Paka wanijeze nyumba yangu. Hapo nitawasamehe. Mimi najisikia faraja sana kuja kwako ama kuja kwenu. Bila shaka tutasaidiana changamoto ambazo zinazohusu mimi hapa. Baba, kuna changamoto hapa. Baba, kuna mauzauza hapa. Wewe acha tu. Lakini muda muupo au mupo, ili swala tutalimaliza hata nusu. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Unasema hospitali na wagonjwa mbona anatisha? Kawaida kwa sababu wagonjwa tunawatibia vizuri tu kama kawaida. Lakini changamoto zinazokuja hapo, wagonjwa kishauri mbalimbali mwao wanasidiwa. Kurudishwa tena. Akija hapa kidogo anyangwa jambo. Ukimpa dawa ukipenda kurudi nyumbani kwake, kazidiwa. Hasa nakuuliza what is? Nini tatizo? Tumeona kasemaje ujio wenu utakuwa umenipunguzia baadhi ya changamoto. Basi sawa, inakatibu. Tutashirikiana kwa pamoja, labda nikutoe wasiwasi tu. Kama ambavyo niliongea pale nje, kwamba tutashirikiana wote kwa pamoja. Sawa. Tutatue matatizo ambayo yanakabili kijiji. Na mimi na mwenzangu, namwamini sana mwenzangu kwa sababu tumesoma wote. Tumesoma vizuri sana, na kwa hiyo tunaelewana. Kwa hiyo tutafanya kazi jinsi nafarijika sana kwa ujio wenu kwamba tutatatua baadhi ya changamoto. Ila labda nikuulize baadhi ya maswali fulani. Unakaa siku ngapi ama miezi mingapi katika familia yako ili tuweze kusaidiana? Kuuliza swali kama hilo lina maana kwa sababu wewe hapa ni kwako. Unaona bwana? Tunasaidiana pamoja wewe kama mwana mzengo. Unaishi baada ya siku ngapi?
Mimi kwa field yangu nitakaa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu itabidi niende nikaripoti. Kama watanipangia sasa kuja huku kwa sababu ni nyumbani kwetu, ndio nitafurahi sana. Basi mimi naona itakuwa ni vyema basi. Karibu sana. Asante. Tumeshauri kama sawa. Karibu sana. Tusaidiane. Asante. Unanikumbuka? Ndio nakumbuka. Mimi hapa nilileta kesi yangu. Kesi ya kuunguliwa moto kumunguzia nyumba yangu bwana Mkwaju. Sawa. Nilipokuja hapa muka ya baranganya ili kuninyima haki yangu, na mimi sikukubali. Nimekwenda ngazi ya juu, nimepewa barua hizi mbili. Barua hii Mkwaju, mkewe na mdogo wake wote wananitishia amani. Sasa mke wake yupi wakati bwana Mkwaju mke wake alishafariki? Mimi sijui kama amefariki au mzima, mimi sijui. Sikiliza, mimi sina mamlaka ya kupeleka hii barua kwa Mkwaju. Mpelekee mjumbe wake wa kitongoji, alafu yeye ndo atajua namna ya kumpelekea. Unasemaje? Alafu yeye ndo atampelekea. Mjumbe wake wa kitongoji? Mimi sibebi. Mjumbe wa kitongoji utamjua wewe. Mimi nitapelekaje barua kwa marehemu wakati Mkwaju mke wake alishafariki? Sasa nasema mwaka huu kama mimi sijapata haki yangu, hakuna mtu atakayebakia na nyumba hapa. Wote tutaunguliwa na moto. Lazima nipate haki yangu. Barua utapeleka, mimi ndo. Mpaka kunionea tu. Mimi. Vipi? Safi vipi? Fresh uko poa? Niko poa, sijui wewe. Alafu wewe unaonekana bado mvivu sana wewe. Yaani kidogo tu umeenda shambani unatoka rafiki yangu. Sawa, lazima tu nitakuwa naingia shamba na kutoka kwa sababu sasa hivi maeneo haya ya kijijini asilimia kubwa maeneo mengi sasa hivi wanauza. Kwaona sisi itabidi tuwe tunafanya kazi kuliko tukiyakosa kabisa. Au sio? Sasa Mashaka, mimi mguu ulikuwa nafuata wewe hapa. Juzi kati nimekuja nyumbani kwenu pale, nikakuta kama unalumbana fulani hivi na kaka yako, mkawa mwelewani yani. Nini tatizo? Sasa shida ni kwa sababu ya upumbavu na mpumbavu mwenyewe. Kwa sababu gani? Kakaangu mimi Mkwaju ni mpumbavu na ni mpumbavu wa kupindukia. Haiwezekani hata mara moja. Jambo awe analijua, jambo analijua kabisa, lakini anashindwa kufanya maamuzi yoyote. Tibu sasa. Sawa. Unajua mimi nakujua vizuri sana. Yaani wewe una tabia fulani ya ukorofi. Alafu huenda hata hicho ambacho wewe unakilalamikia, huna uhakika nacho. Huna uhakika nacho kitakuja kukukosti ujue. Kuua mtu sio jambo dogo. Tatizo lake Dominic, wewe ni mtu wa mjini. Unaleta mambo ya mjini hapa kijijini. Umeshanielewa hapo vizuri? Haya hapa mambo ya hapa kijijini tunayajua sisi wenyewe namna gani ya kuweza kuyamaliza. Sio kwamba tunagombana hapa ndugu yangu. Hapa tunaongea, tunapeana ushauri. Sawa. Hilo tatizo sio dogo. Hilo panga basi weka pembeni. Sawa. Ongea kusikiliza. Tatizo lako wewe ukorofi wako hujaacha bado ndugu yangu. Sawa, nimeliweka chini. Labda kwa kuwa unaogopa panga. Hebu nisikize ushauri wangu. Sawa? Kaa, tuliza akili yako. Fuatilia kwa utaratibu. Ukishagundua sasa ndio unaweza kuchukua hatua. Na tena usichukue sheria mkononi. Nenda kwenye sheria. Sawa? Sikia, ngoja nikwambie kitu Dominic. Kwa mfuatiliaji mimi sijamuona. Sawa? Mkwaju ni mpumbavu na miongoni mwa watu wapumbavu ni pamoja na Mkwaju. Amemwacha shemeji mtoto mdogo. Hivi yule mtoto mdogo anapata uangalizi gani ikiwa unafanya matatizo anayojua? Sawa, kama itoshi basi. Mimi nafikiri hata wewe Dominic hujafahamu tatizo la kijijini hapa. Sawa? Mashaka. Panga hilo ndugu yangu. Ngoja nikusikilize. Iko hivi. Sawa? Kwanza unakosea sana kumlaumu kaka yako. Kumtukana, kile unapopita unatukana. Unajua hizi ni kashfa mbaya. Yaani unamfanya kama vile kaka yako ni mpumbavu, hana lolote. Yule ni mtu ambaye amekutangulia wewe. Sawa? Basi sawa. Sawa, nashukuru kwa kunielewa. Mimi nimekuelewa. Nitafuatilia kwa umakini. Mbona mambo yataenda sawa tu? Sawa, na ndio maana nikakwambia nitafuatilia kwa umakini. Lakini kitu kikubwa kilichokuwepo ni hivi,
Baada ya kufuatilia kwa umakini na nikapata majibu juu ya kufuatilia huko, basi huku sehemu ya Makali naamini kutatumika ipasavyo. Sasa hiyo itakukosi. Ila nimekuelewa. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi nakusisitizia ni kwamba hivi, hata mimi hapa ningekuwa nimetangulia kuzaliwa, sawa? Yule angekuwa mdogo wangu tu, sio tatizo. Lakini kitu kikubwa zaidi cha kumshauri ni aweze kufanya maamuzi. Yeye jambo analijua, kwa nini analifumbia macho? Hilo panga tumia shambani tu. Sawa, kuni kukata miti, kukata majani nini. Lakini ukiwa unaongea na watu usishike panga. Na alafu ukiwa na jazba usishike panga, unaweza kujikuta unamchoma mtu au unamkata mtu shingo. Dominiki. Haina shida, nimekuelewa. Ana haraka sana na pressure, anajua anafunga. Sio mimi. Mchezo wake. Haya, ngoja tuone. Mchezo wake. Ngoja tuone. Hapa nishamshika. Game limeisha. Tumeomba kula. Unamuona bwana? Kaa chini bwana, usitaki kukimbia. Unamwogopa huyu? Ndefu naye lazima nimpige. Unaona mwogopa huyu? Cheza. Haya bwana. Ndio shuhudia mwenzako anavyomchinja. Alichonga sana. Haya bwana. Haya chagua pa kula baba twende. Ninacheza hapa. Hata shambali yako oni. Hata shashika fungu. Mzora una pesa yangu ile. Hapo uko na vipi nani? Naagizo la dada, mtoto nyumbani kazidiwa. Mtoto amezidiwa? Oya. Chaka. Mimi nimekuja hapa na jambo moja tu. Nataka nikueleze. Mashaka, mimi kukaa kwangu kimya kwa haya yanayotokea, mimi sio mpumbavu. Mimi nina akili. Na mimi sio mjinga. Mashaka, wewe umeendelea na ile tabia yako. Kila nikikukanya, achana na huyu bibi, bado umeendelea kumfatapata na kuendelea kumtishia na kila kitu. Kujiona wewe ndio jemedari, si namna gani? Sasa ninachokwambia mdogo wangu, yule bibi amekwenda baraza la kata, umeshtakiwa. Barua hii. Umenielewa? Hivi kaka, nikuulize swali. Hivi anayeshtakiwa hapo ni nani? Ninayeshtakiwa ni mimi au nayeshtakiwa ni wewe? Nasikia ndugu wangu Mashaka. Pamoja na hilo, kuna swala limeongezeka kwamba tunaonekana kwamba yule bibi sisi tunamtishia amani. Tunamtishia maisha, tunamtishia amani. Sasa nataka uniambie, kati yangu mimi na wewe ni nani anahusika na hili? Hebu nisikilize kaka kwa makini nikwambie, sawa? Kuhusu swala la yeye kwenda kushtaki, mwache tu akashtaki. Kushtaki si uhuru wake yeye mwenyewe kwenda kushtaki. Hilo la kwanza. Lakini la pili, baina ya anayetishia na aliyetenda, hapo mwenye makosa ni nani? Nataka kujua ni nani anayemtishia maisha kati yangu mimi na wewe, kwa sababu yeye ametushtaki mimi na wewe. Umeona, na kama nilivyokuambia, baya zaidi sasa limeshavuka kwamba tunaonekana tunamtishia maisha, kutaka kumuua. Umeona, na yani mpaka kuna mambo mengi ambayo ameenda kuyaandika kule. Umeona, na inaonekana kabisa mdogo wangu wewe unahusika. Alafu blaza, mimi nilitegemea unakuja huko kuniambia vitu vya msingi. Hivi unakuja kabisa unamwogopa bibi mzee yule? Mimi nilikuwa nategemea unaniletea mashtaka, labda kuna kijana mwenzangu kama mimi amekuchanganya huko, niinuke saizi na mimi nienda nikamchanganye, tuchanganyane. Unakuja unamwogopa bibi. Hivi sasa kama wewe unamwogopa bibi, sitafikia hatua utaogopa mijusi, kenge na wadudu wengine. Mdogo wangu, mimi labda nikwambie kitu. Sawa? Hilo mimi sitaki nilijue. Yaani sitaki nilijue kabisa, ila sasa naomba nikwambie kitu. Huku tunakokwendea sio kuzuri mdogo wangu. Mimi kama kaka yako nakwambia, mkono wa sheria ni mrefu. Mdogo wangu, huyu atakapoamua kwenda mbele zaidi, hapo ameenda baraza la kata, ina maana itaenda mahakamani, na itakapofika mahakamani, kama itagundulika kweli mdogo wangu ulitoa vitisho vya kumtishia, kesho na kesho kutwa wewe umekaa pale gerezani au umepelekwa mahakamani ukaenda gerezani, mimi nitafanya kazi ya kuuza mashamba, kufanya nini, ili mradi nihakikishe kwamba mdogo wangu unakuja kutoka. Je, tunapokuja kutoka tunafanya kitu gani? Sasa nisikilize. Kama yeye ameenda baraza la kata, ameenda baraza la kisima, ameenda baraza la mfereji, mimi siogopi, na nikwambie tu lolote lile linalowezekana kuwa liwalo na liwe, lakini mimi binafsi yangu sikubali mpaka ile jambo nijue mwisho wake limefikia wapi.
Dokta. Mtoto anaendeleaje? Labda mngejaribu kutulia kwanza. Sawa. Bado tunamfanyia matibabu. Sawa. Ukikaa sawa mtaondoka naye. Sawa. Sawa dokta. Ni kwenye msee na wasiwasi. Sawa. Sawa. Kwa ajili ya hichi kifua. Sawa. Mtoto anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Mtoto mambo. Nafikiri kama anaendelea vizuri, wazazi wake wako hapo nje wanamsubiria, ili tukamruhusu akaondoka nao. Kuna shida. Basi sawa. Tutapeleka kwa wazazi wake. Habari za hizi. Na kazi sana. Okay, mimi nimechelewa tu kidogo kwa bahati mbaya kutokana na problem fulani ambazo haziwezi kuzuilika. Okay, mambo yanaenda vizuri lakini. Mambo yanaenda vizuri kabisa, tumefanyia mambo fresh. Okay. Na ule mama mjamzito mmemfanyia ameshajifungua? Yaani vizuri kabisa. Amejifungua kwa njia ya kawaida ama mmefanyia operation? Yuko vizuri. Mimi nawaaminieni. Na ndio maana nikasema kwamba hili jopo halina pressure. Na mnanitengenezea ile kurudisha ile heshima yangu ya zamani. Maana heshima yangu ilikuwa kwa matope hapo. Unaona bwana? Bwana ongeleni sana. Basi tu. Nimefurahi sana kwa kazi yenu. Okay, basi asante sana. Okay. Mambo yameharibika. Haya mambo ya mambo yanaendelea. Dokta. Mheshimiwa, kwamba kwanza nitangulize samahani sana. Kikubwa kiukweli, sisi kama ni madaktari tumejitahidi kwa kiwango kikubwa mno sana kadiri ya uwezo wetu, ila anyway, bahati mbaya sasa Mwenyezi Mungu amemchukua kiumbe wake. Tunamsiwa pole sana. Hapana dokta. Mimi nilijua tu kama haya yatatokea. Mimi nilipoona nikajua utafanya vizuri. Mwanangu ni sawa sana. Lakini nikajua kushiriki kweli lazima atokee haya. Dokta muaji, wewe ni muaji. Jana samani. Naomba usiseme hivyo. Sawa. Sisi sio Mungu. Unaona? Na tujapanga hivi. Mwenyezi Mungu ndio anayepanga. Kweli kabisa. Tumshukuru tu kwa yote. Tusianze kulaumiana hapa, sawa? Hapana dokta, shukuru kwanza. Mtu analalamika, unajua sio mzuri. Kila mmoja anakuja hali na sisi kwa mbaya. Matibabu yanafaa. Nikamwona mwanangu. Naomba. Jamaa za mtu wangu. Kwamba amenirudishia ile heshima. Maana kinyume na uongo, daktari anaua, daktari anatoa dawa sivyo, mtu anaumwa HIV anampa vidonge vya maumivu jamani. Lakini yote yale nilikuwa najitahidi. Ile baada ya kuja nyinyi sasa kushirikiana kwa pamoja kuangalia tatizo liko wapi. Sasa hivi mmenirudishia ile heshima. Mambo yanakuja safi
na wananchi wanazidi kuniamini sana. Hongereni sana na wapeni kongole. Asante sana. Lakini pia ni jambo la kumshukuru Mungu. Umeona eh? Dokta. Mwisho niko haraka kapeni huduma ya kwanza. Mbelekeni kwanza. Pole sana. Baby, what's wrong? Ni tatizo gani? Ndo tunaendelea. Napata mshtuko. Sasa mtoto nani? Pole bibi wangu. Pole sana. Kawaida. Ina sasa kwa kitokea kwa mtu ambaye ameshamzoea kumuona mara kwa mara. Lazima natokea hivyo. Hiyo ni picha tena kujia kichwani. Lazima kwa mshuhuda kwa sawa. Na mimi. Sige bibi yangu. Dokta, niko kitu kinanichanganya sana. Yaani kinanichanganya sana. Juzi tumemzika mtu. Mara mtoto. Alafu tatizo limetokea hapo hospitalini. Hivi kuna kitu gani hapa? Pole bwana mdogo. Hata ni mwenyewe nachanganyikiwa. Kwa sababu sometimes unafikia mahali unawatibia vizuri tu. Lakini unashangaa wale wagonjwa wakirudi majumbani mwao wanazidiwa zaidi. Wanarudi tena hapa. Hicho ndio cha kushangaa. Unaona bwana? Mimi naona hii hospitali ina mafuta. Hata ni mabezia. Unanauza bwana mdogo. Kwa sababu haiwezekani. Mimi sometimes unaona kabisa huyu mgonjwa ana malaria. Naandika kwamba ana malaria basi. Na nampa dawa zinazoeleweka za malaria basi. Wewe nikampa. Najua mwenyewe. Naona bwana. Lakini nashangaa sometimes kumbe zile dawa nazompa na kwa season hizo. Baada kumpa dawa za malaria, unajikuta unampa dawa za maumivu. Kuna namna? Hapa kuna namna. Sasa kama kuna mauzauza, kwa nini tusiwape nafasi na upande wa pili? Unamaanisha nini? Upande wa pili? Mimi namaanisha waganga, maana kama sisi madokta tumeshindwa, uende upande wa pili wakatibu hii tatizo. Sikia sasa, serikali haiamini kabisa masuala ya ushirikina. Masuala ya uganga na kila kitu, hilo swala kwa serikali halipo, sheria hiyo haipo. Sasa tutahusisha vipi? Tutafanyaje ili watuelewe? Changanyo kunafanyaje? Lakini dokta, unasema kwamba niachane na hili tatizo, nisilifuatilie. Watu wanazidi kufa na wanaanzaje kuachana nao? Wewe utafanyaje? Wewe utakuja kulala juu ya bati, utajikuta umelala juu ya bati, utafanyaje? Hivi kufikiria ukihusisha swala la serikali kwamba wasaidie swala hili,
Serikali kama nilivyokuambia haitambui swala hili. Swala hili na serikali haipo hiyo. Kuna vifo vingine, kuna vifo vingine sio Mungu. Kuna vifo vingine ni binadamu tu wanasababisha. Sasa mimi bwana, mimi hili jambo sitaliacha. Hili jambo nitalifuatilia kwa kina. Sasa lazima nijue naanzia wapi na niishie. Lakini kama lakini sishangai sana. Na hasa kijijini hapa siwezi kushangaa sana. Mambo hayo yapo yakifanyika. Kwa sababu haiwezekani mtu atibiwa kapona, alafu muda ule inabadilika ile hali. Haiwezekani. Mambo ya Kiswahili yapo. Na hili jambo tuliwahi kuzungumza na mwenyekiti. Namna kulifanyia kazi. Mwenyekiti kuonyesha ushirikiano wa aina yote. Sasa mambo kama haya ya uswahili yapo. Na wewe mwanangu umesomea udaktari. Unaona? Sasa sije kafika mahala watu wakaanza kusema hakuhitimu vizuri udaktari na nini. Ndio kuna uswahili. Sasa mimi kwamba wewe ushauri kitu kimoja. Mfuate mwenyekiti. Umweleze hali halisi. Tuone alipokea nini. Namna kufanya kazi kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa kijiji. Na wewe ndio daktari wa kijiji. Au sema. Kile anaweza kuelewa. Angalau likapungua kwa sababu kasi kubwa sana. Unaona? Wewe nakushauri ate. Sawa. Ni kabisa mzee wangu. Na yani ndio kitu ambacho naogopa pia. Unahisi nikimfuata mwenyekiti anaweza kanisaidia vijana? Inawezekana. Sababu binadamu. Basi mzee wangu itabidi kesho nijitahidi sana kwenda wewe kijana mkubwa. Anaweza kufanya kazi. Utapata lawama. Na naahidi pia hili jambo sababu linaniuma sana. Nitalifuatilia mpaka nijue mwafaka wake. Unaona? Wewe nakushauri nenda kupata. Eleze hali halisi. Mimi nafikiria atakuelewa. Ujio wako wewe kama wewe, tumetegemea kwamba katika kijiji hiki tumempata mtu ambaye ni mtaalamu, kwa maana tutapata masuala ya kisomi, tutajua matatizo yanayoumiza watu kwa kitaalamu zaidi. Sasa turudi tena tuanze habari za waganga wa kienyeji, habari za kishirikina, sisi hapana. Sasa labda wewe unanipa mimi ushauri. Maana tunapima, yani vipimo vyote vinafanyika. Nimekwambia hamna ugonjwa ambao unapatikana. Dominic, nimekuelewa. Kutokana na vipimo vyenu vidogo ndivyo vinavyosababisha mkakosa kuona ugonjwa. Sasa mpeni rufaa mgonjwa ili aende hospitali kubwa za mbele, za mkoa, ya rufaa. Kumbuka kwamba hospitali yenu haina vipimo vya kutosha, hilo linafahamika. Sasa ushirikina wapi na wapi? Huyu mganga yeye anamjuaje ndani kama huyu mtu ana bakteria wa kiasi fulani wanasumbua? Mimi naomba nisikuchoshe sana. Okay. Naomba nisikuchoshe sana. Ni jambo mimi nitajitahidi sana kufuatilia. Sasa ni jambo ambalo linamuuma sana mimi. Lifuatilie kwa wakati wako, lakini kiserikali sisi masuala ya kishirikina tulishayamaliza. Hakuna tena hicho kitu, na wala sifikiri swala la kutafuta mganga eti aje amalize matatizo ya magonjwa
ya wagonjwa hospitalini, atatoa vifo kwa hospitali. Kwani mganga yeye atakuwa hapa? Kwa nini asidhibiti kifo chake? Sawa, mwenyekiti. Sawa. Okay tu. Tutakuwa na kumulisha kile ambacho Yaani kama utakuwa na masuala mengine ambayo yanahusiana na masuala ya hospitalini tutashirikiana, lakini swala la waganga sihusiki nalo. Kama mtakubaliana nyinyi wenyewe wahusika madaktari sijui. Asante. Sawa. Mjombe, nilikuwa nakufuata wewe nyumbani kwako. Mimi? Mimi mmeniweka kwenye kifungu gani? Kulikoni? Kesi yangu na kesi ile nyinyi wenyewe unaielewa, nimeonelewa mashamba, mpaka leo napigiwa nyumba yangu moto, naleta na mimi nimunisaidie. Hakuna. Nimekuja kwa mwenyekiti. Kanibolongea. Maana sikupata. Nimesogea mbele, nimepewa barua, nimempelekea mwenyekiti. Kimya mpaka leo. Je, mimi mmeniweka kwenye kifungu gani? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Mama, ile ni serikali. Swala lako umelileta serikalini. Kuna taratibu, kila kitu kina taratibu zake. Unajua? Mazali ushafikisha pale, basi wewe kaa nyumbani, subiri majibu yatatoka tu. Wiki nzima? Achilia mbali ya wiki ngapi. Wewe kinachotakiwa wewe ni kutulia tu. Hii payuka hivi mtu anaweza kukubadilisha jina. Jina la nini? La kuwa wewe labda chizi au nini, mlopokaji na nini na kila kitu. Unasema hivi, mimi uchizi nimeukubali. Wanda wazimu nimeukubali. Mama, kidole na macho. Kwa lolote mtakaloniambia mimi nimekubali. Ninadai haki yangu. Sikiliza mama nikwambie. Maana ni kidole na macho kidole. Sasa vipi wewe? Nenda taratibu. Alafu isitoshe kuwa na adabu. Wewe kidole na macho mama. Mambo yalikuwa ni kukana kuongea. Hapa barabarani hapa tunafaidisha watu. Shut up. Usimwambie kitu. Shut up. Mimi nasaidia. Wao kushughulisha nini? Wao yanakuhusu. Udokta na serikali. Imefanana wapi? Mimi na babako. Basi mimi. Baba yenu anakula rushwa ndo anayefanya kazi ya wewe mama tafadhali. Tafadhali. Naacha kwambia na mimi siwezi kukubali. Sikiliza wanangu. Achaneni na huyu. Nakwambia hivi, rushwa. Unasomesha watoto wako kwa ajili ya rushwa wa watu. Ndio nakwambia. Wachawi pamoja. Sasa wewe utakuwaje ndio mimi mfupi kama nyundo siwezi kukasirika, lakini mna rushwa wewe na mwenyekiti wako. Kwenda mchawi wewe. Problem. Yes. Are you okay? Okay. Na nini? Ndoto za kawaida. Nimeenda kwa mwenyekiti, nimekwenda wakanishinda mimi, eti mimi sina ushahidi. Na wakati mimi mwenyewe namjua Mkwaju ndio aliyenifanyia matendo haya, maana Mkwaju ameanza kunidhulumu mashamba yangu. Wewe mwanangu ukielewa, nikavumilia.
Mara kwanza nimekwenda, wamenidhulumu, nimenyamaza kimya. Akaona mkwaju haitoshi, kaja kunichomea nyumba yangu moto na huyo mdogo wake Mashaka. Anachofanya ndevu utafikiri kibeberu cha mbuzi yule mtoto. Simpande hata kumuona. Mamangu bibi wote nimemfanya. Na kila nikigusa tu mwanangu kimewaka. Utasikia huko kimenuka. Ukiweka tu kimewaka. Utasikia huko kimenuka, lakini pale. Lakini mimi nitakwenda hali imani. Mpaka na nikieleweka. Haya ipo mama. Subiri muda ufike. Wao wameanza, mimi hili nitalimaliza. Najua yule mkwayu hana uwezo wa kufanya chochote. Hii nguvu anapata kutokana kwa Mashaka tu. Sawa sawa. Mimi nitamuonyesha kazi mamangu. Atajua nilichorudia ni nini. Usijali. Na kuamini mwanangu. Haina dhambi. Wewe mali za kuna nini? Haki yangu nyumba. Mimi ndio bibi Shaka. Nitashindwa mchana lakini siku nitaliweza. Sasa. Ya. Huyu bwana anajua kaisha. Ndio mpaka mnipe mke. Huyu Madiba huyu. Mpaka mnipe mke. Cheza hapa game. Acheze wale vijana. Anajua basi, anajua. Oi. Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana bibi. Mashaka manionea? Mwanangu Mashaka sasa hivi kupatikana adimu kinoma. Anashinda juu huko maana akapata kazi ya banda pale kwa anakatakata fito juu. Yuko. Haina noma. Vipi ulikuwa na shida naye? Na shida naye sasa ikia mwamba. Nataka kuonyesha. Kuna show nataka nimuonyeshe. Unajua nini wadau? Familia Kilimbo na Mashaka hawapatani kabisa ni. Kwa akili yako fupi tunavyojua wewe. Hivi Mashaka anamweza huko. Hivi unamjua Kilimbo na mama yake nini wewe? Mashaka mtu wa balaa, akiamua kufunga kijiji anafunga iki. Hakuna mwana kulipata. Jamaa hata ongea na sababu mume wako amerudi. Wewe. Jamani. Mwanangu umegusa mimi. Umegusa kabisa na bonge la hofu. Aya. Panga basi lori. Sasa uone. Sasa sigori. Mimi ndasema nao sio jambo chema nao. Hivi nani kafanya kitendo kama hiki? Mzee, katika kumbukumbu zangu huyu alikuja kijiweni kumuulizia Mashaka. Ndio. Mashaka na yeye ndio alifanya kitendo hiki. Ndio mzee. Leo hii. Si mdogo tulikuwa tunacheza draft. Nyewe mna uhakika kwamba Mashaka ndio alifanya hivi? Mashaka ndio alifanya hivi. Sasa kama hivyo ndivyo, kama hivyo ndivyo. Maana kitendo cha kinyama namna hiyo. Haiwezekani, huyu ni binadamu. Huyu ni binadamu gani huyu? Au sio bwana? Sasa naomba tafadhali. Ndio. Kama ni huyo Mashaka mnamzungumza awe mtu mwingine, naomba asakwe, akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya sheria. Yaani inawezekana inawezekana unyama kama huu. Inawezekana ni yeye kwa sababu alipomkuwa anamtafuta inaonekana sio, yaani alikuwa anaonyesha shari kabisa. Inawezekana ni yeye. Na mimi nilikwambia. Inawezekana ni yeye moja kwa moja. Mwanangu kama kale jamani mwanangu. Mwanangu kale. Angalia, hebu msaidieni huyu mzee. Ini kwa mwanangu. Mwekeni kule mbali, sasa mnamweka hapa vipi? Jamani vijana vipi? Wananchi, mmetakiwa muwe makini sana. Matukio kama haya hayatakiwi kuonekana hapa. Sawa mzee. Naomba kwa umoja wenu. Ndio. Msake huyu mtu alifanya kitendo hiki. Sawa. Afikishwe yuko mikononi. Ndio. Afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Na wewe bwana Mkwaju, ili tukio amefanya mdogo wako. Kwa hiyo
fanya ushirikiano wa kumsaka kwa sababu kitendo alichofanya sio sawa. Haina tatizo. Haya. Bwana Mkwaju, unajua mdogo wako kashatusumbua sana. Tumeshuka mabonde, tumepandisha milima, tumepita mapoli mengi kwenye maporomoko, mdogo wako haonekani, mapoli yote tumemaliza ya kijiji hiki. Je, sasa Bwana Mkwaju utatusaidia vipi? Na tunajua kabisa we mdogo wako alipojificha, we unajua. Labda nikwambie kitu kimoja tu kwamba huyu mtu mimi nina hakika kabisa yupo. Sawa? Na yupo kwenye mapoli haya kwa sababu ndio anapokujaga huku. Kaka Mkwaju, kwa akili ya kawaida. Hivi ni nani yani mtu auwe alafu bado akae hapa kijijini? Hapa. Hiyo kitu haiwezekani kabisa hiyo kitu. Tena kidogo. Hiyo kitu akiingia akilini hata kidogo. Oya, hebu sikieni niwaambieni. Hapa iwe jua, iwe mvua. Mpaka Mashaka apatikane. Ndio turudi nyumbani. Haya, twendeni. Kabisa. Mashaka, chini ya ulinzi. Umetusumbua sana tokea asubuhi. Tunakutafuta wewe kwa makosa ya mauaji kijiji cha Kiloka, kitongoji cha Gulioni. Wewe una wazimu wewe au nyinyi mna wazimu nyinyi? Wewe kwanza kelemisha kauli yako kidogo ya kumwambia afande mwenda wazimu. Amuua Kilimbo, mtoto wa bibi Kichaka. Nisikilizeni sawa. Mimi sijamuua Kilimbo. Na hivyo mnavyotaka nyinyi inawezekana mimi nisiondoke hapa. Unaondoka. Nawaambia hataondoka tu. Nisikilize mdogo wangu. Wewe sasa hivi ni mtuhumiwa. Karibu msikize kaka. Sio kwamba umeua. Wewe ni mtuhumiwa. Unatuhumiwa kuua. Wewe unachokuomba mdogo wangu kuwa mtulivu. Wewe twende huko kwenye serikali ya kijiji. Huko ndio kwenye sheria. Kama kweli mdogo wangu umeua, itajulikana. Kama hujaua pia itajulikana. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu, usianze kuleta vurugu na wao. Wewe waache. Umeshatusumbua sana. Wewe tu, wao usilete fujo mdogo wangu. Nakuomba mimi kama kaka yako. Sawa? Yote kwa sababu ya kaka. Na hiyo kwa staili unaonyesha wewe inaonekana umeua. Twende. Usinishike. Unashika wewe kwa nini unashika? Yote kwa sababu yako wewe kaka. Lakini hapa tungeuana hapa. Akubali na nani sisi? Usinishike mtuhumiwa. Usinishike. Wewe lazima ushikwe ndio. Mashaka kaka wataniua hapa. Hakuna kukuua, lazima ushikwe. Wewe kama sheria ngoja njia tuondoke. Wewe tukaondoka. Kubali chochote wanachotaka. Twende. Wewe mdogo wangu. Mbona haya? Ndio sio ajinga kutoka kule mpaka kuja kutafuta. Tumeongeka sana hoja polini mjio. Utafanya mtu mmoja. Shauri lako.
unaweza kuniambia ni kwa nini ama ni kitu gani ambacho kimekupelekea mpaka wewe kumtoa hai yule bibi? Katika maisha yangu nina siri kubwa sana, na yule bibi sikumjua kwa bahati mbaya, ila nimezamilia. Mimi ni mchawi, ni mwanga mkubwa. Mchawi? Mchawi kivipi? Kijiji chetu kinasongwa na magonjwa mengi ambayo hayana tiba na matatizo mengi. Yote ni kwa sababu ya uchawi wa yule bibi. Kaka, cha kwanza kabisa nilichofanya baada ya kunipa jeraha katika moyo wangu, mimi ndio nilochoma nyumba yake moto yule bibi. Hata mwanae mimi ndio niliyemuua. Kiukweli nilifanikiwa kuoa mwanamke, Mungu akanijalia yule mwanamke nikafa ujauzito. Lakini kabla mimi kumwoa alikuwa anaishi na mwanamume ambaye mwanaume baba yake ndio yule bibi Chaka. Yule mwanamke kipindi anaishi na yule mwanaume alibeba mimba 2, lakini yule bibi kwa uchawi wake aliweza kuzitoa zile mimba na kufanyia mambo anayojua mwenyewe kuhusu uchawi wake. Nimalizia. Karibu mama. Asante. Shikamoo. Mama. Tunda, nimekufuata wewe. Kukufuata kwangu nimekuja kukuuliza, je, tumbo kunaanza lini na lina miezi mingapi? Samahani mama. Yaani sijakuelewa hivyo unavyoongea na maana gani? Yana maana gani? Na wao upaswi kuniuliza mimi. Mimi wao sikujui, nimemjua huyu ndio niliyemfuata. Mama, huu ujauzito si wa mwanao. Nimeondoka kwa mwanao nikiwa sina mimba. Nimekaa miezi 3 nyumbani. Mume wangu kanioa. Amenikuta sina mimba. Kwa hiyo hii mimba sio ya mwanao. Ya mwanangu. Una uhakika gani? Uhakika nao ndio maana nimekuja. Ningekosa kuwa na uhakika mimi nisingekuja, lakini uhakika wa mimba ya mwanangu ninao. Ndio maana nimekuja kukuuliza mimba hii ya miezi mingapi na unajifungua lini nijiandae. Kwa mwanao mimba zimeharibika karibu 3. Ya mimba ya mume wangu unakuja kuniharibia ndoa yangu. Unanitafuta nini wewe mama? Mimi sikuja kuharibu ndoa. Vipi mama? Mume wangu achana naye. Huyu mama ni mwanga.
eti kijijini kote hapo na kujua wewe Mwanga ni nani. Sawa. Lakini mimi kijijini hawawezi kunijua mimi Mwanga. Wewe ndio unanijua mimi Mwanga. Nimekubali, asante. Ila nakuuliza, nyumbani kwenu hakuna makaburi? Hata kama kuna makaburi basi yana watu ya hekima, sio wewe. Nimeua mimi. Lakini mama, kwa nini usiende tu nyumbani tukaja mimi tukazungumza na tukamaliza? Kwa sababu wewe unabebeshwa mzigo sio wako. Umeelewa? Kwanza mimi wewe sikujui. Nimemfuata huyu, kwa nini wewe unanipenda sana kunifuatilia? Lakini mimi huyu ni mke wangu, wakati namchukua wewe sikumkuta na mimba. Na wewe mwanaume unapenda sana kubebeshwa, hujazaa. Ndio kwanza unapata mimba. Sasa hii mimba ya mwanangu kwanza ifanye mwanangu wewe uipate kiulaini. Allah. Mimi na ndo nikawaonyesha. Shikamoo mama. Kijana. Ndio dokta. Mkio nimempima vipimo vyote. Sawa? Nimepima pressure. Nimepima ultrasound. Nimepima kila aina ya kipimo. Lakini inaonekana mono kwamba hana problem yoyote. Isipokuwa tayari miezi yake kujifungua imeshafika. Sasa kwa nini apate shida kutoa watu? Kuna ulakini na kuna kitu. Nakushauri, nenda ukaonane na wazee, ukawaone wakubwa, waone kuna nini. Kama hospitali imeshindwa kuona, kama vipimo vyote vya kiserikali vimeshindwa kuona problem, hapo tayari miezi yake imeshatimia ya kujifungua, haionekani kitu, na mama anapata shida, mkeo anapata tabu kujifungua mkeo, waone wakubwa. Lakini dokta, mke wangu mimi anateseka sana. Na ndio maana nakwambia waone wakubwa, watoto wakubwa waangalie, na uende mahala mkafanye mahala, kinyume cha hapo mtampoteza ama atajifungua jiwe. Nimemaliza. Kibaya zaidi kilicho kwa moyoni mwangu, yule bibi aliweza kumuua mke wangu pamoja na mwanangu aliyekuwa tumboni. Naniua mume wangu. Mke wangu, usiseme hivyo. Hayupo. Ananiua. Mke wangu. Sasa mimi sitamwambia mtu yoyote hiki kitu, sawa? Nitakuficha, hakuna mtu yoyote ambaye atatambua. Unanielewa? Hapana, hapana. Najua kuna watu wanateseka kwa hiki ambacho mimi nimekifanya. Najua hii kesi anayo Mashaka. Mashaka anakosa hata kidogo. Haya matukio mimi ndio nimefanya. Kwa sasa nipo tayari kupelekwa popote. Nahitaji nijisalimishe katika serikali ya kijiji, na hata wananchi watambue kwamba mimi ndio nilofanya haya yote.
lakini leo hii nina furaha, nina amani, kwa sababu aliyenipa jeraha katika moyo wangu nimemwokoa kwa mkono wangu. Nina furaha sana. Sikilizeni wananchi, naomba mnisikilize. Mazali huyu nimeshamfikisha katika chombo cha sheria, na yuko chini ya ulinzi. Kwa hiyo hebu yachieni sheria inasemaje, sawa? Kwanza niwashukuru sana kwa kufikisha huyu bwana, kwa kuturahisishia kazi ya matukio hapa kijijini yanayofanyika mengi. Kwa hiyo mwanzo wake wa kuyadhibiti ndio hii. Kwa hiyo nawashukuru sana. Bado ni mtuhumiwa huyu. Sisi tunaelewana? Bado ni mtuhumiwa. Bado hakijajua kwamba ni yeye kweli kafanya. Ndio maana kuna sheria. Bila akibainika kwamba kafanya hivyo, sasa tunayo haki au sheria ndio inasema hivyo ya kuweza kumsulubu huyu inavyopaswa kisheria. Sawa? Kwa hiyo ndugu wananchi, nadhani mtakuwa mmenielewa. Yaani mwenyekiti, mimi nilikuwa nategemea unaongea vitu vya pointi kabisa na vitu vya msingi. Mimi siwezi kashindwa kumuua mtu bwana. Jumbe mimi nimemuua nani bwana? Mashaka hajaua. Wewe unasema kama nani? Mimi ndio muuaji. Haya, hebu tueleze, wewe ndio muuaji? Mheshimiwa, mimi ndio nilemuua mtoto wa Bichaka. Na hata nyumba ya Bichaka mimi ndio nilechoma moto. Hivi ninapoongea wakati huu, Bichaka nimemuua kwa mikono yangu. Mzee huyu hawezi akaua. Aliyeua ni huyu tu. Wewe vipi una nini wewe? Wewe una ushahidi kiasi gani? Vipi? Una ushahidi kiasi gani? Wewe askari gani wewe, una nidhamu? Haya tueleze wewe, na aliyeua wewe una ushahidi kiasi gani kwamba kaua huyu? Na ukitaka niwathibitishie. Huyu ndio shahidi yangu alinishuhudia nikiwa naua. Ni ukweli? Hiyo ni kweli, nimemshuhudia kwa macho yangu. Askari. Alafu wengine tutawanyike, tutapeana taarifa baada ya hatua kwa hatua. Mimi nilikuwa sishindi kumuua mtu hapa kijijini bwana. Sasa mnanifanya mmenizalilisha kijijini kote hapa, nimeonekana mimi muuaji. Mimi nimemuua nani? Mimi kwanza ndio maana nikaomba mimi samahani. Au si bwana? Kwamba binadamu matukio kama haya yatafika. Na ndio maana kukaoka chombo cha sheria cha kumhoji mtu akabainika kwamba yeye ndio aliyofanya hilo tukio. Wewe unaweza huko huru kwa kuanzia sasa hivi. Sawa? Ila tusameheane, ndio changamoto za dunia, au sio jamani? Kwa hiyo na wananchi ni nendeni, mtapeana taarifa hatua kwa hatua. Sawa? Tutoke black. Haya, tunaomba tusawanyike. Tutapeana taarifa. Sawa eh? Haya.